kusema wengine vibaya, kuumiza mioyo yao, kuwatenda machungu, kuumiza mioyo ya wengine. Tatizo ni moja tu, hawakukatwa makucha. Ndiyo wambea wa kanisani, mabingwa wa ubuyu na ushirawadu wa kanisani na ni warokoleti. Na mara kadhaa wanasema kuna wakristo wa kanisani ambao wao ni wambea, lakini waga wanajitahidi kufanya umbea wao wa kiroho. Yani anakuja anakuambia, aise, unamfahamu mtoto wa fulani? Yule wa mzee wa kanisa, yule mtoto yuko form 2, kapata mimba. Anakuambia, nimekuambia wewe kwa sababu ni muombaji ili tumuombee. Baada ya hapo hakuna mtu anayeenda kuomba. Kumbe ilikuwa ni njia ya kufikisha umbea kiroho. Tatizo la watu hao, hawakukatwa makucha. Kazi yao kusema wengine vibaya, kazi yao kukwaruza, kuumiza wachungaji, ndio kazi yake. Yani kila mpango wa mchungaji anaoleta anagomeaga. Hawezi kukubali kuchungwa kwa sababu ana makucha. Jamani, mbwa hachungwi, paka hachungwi, wanyama wote wenye makucha hawachungwi. Yani mnyama anayechungwa, jambo la kwanza lazima awe hana makucha. Jambo la pili, lazima awe anacheua. Mnamfahamu nguruwe? Nguruwe hana makucha, lakini shida yake ni moja, hacheui. Na kanisani kuna wakristo nguruwe na wakristo kondoo. Unamfahamu Yesu alipokuwa ameenda kule kwenye ng'ambo ya Wagerasi? Yesu ni mchungaji wa kondoo. Hasa Yesu akakutana na wachungaji wa nguruwe, na Yesu mchungaji wa kondoo akakutana na kondoo wake aliyekuwa amepotea, yule Mgerasi ana mapepo. Yesu alipoamuru mapepo yamtoke yule kondoo wake yaende kwa nguruwe ambaye sio wake, ikatokea vita ya wachungaji kati ya mchunga nguruwe na mchunga kondoo. Na wale nguruwe wakaenda mpaka kwenye maji wakafa mle. Na hapo kuna watu ambao huwa hawali nguruwe eti kwa sababu nguruwe iliingiliwa na mapepo.